ibada tu yenye utakatifu. Ibada yenye utakatifu pamoja na kumcha Mungu. Amen. Mtu mmoja anaenda akajisifu akasema mimi ni mtakatifu, na watu wengi ambao wanakuaga huko nje wanasema mimi ni mtakatifu, ila katika utakatifu wao hawana sehemu ya kumcha Mungu. Kama hauna sehemu ya kumcha Mungu, wewe sio mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kitu ambacho kinachohitajika sasa ni kitu ambacho kinaitwa utakatifu na kumcha Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenye matokeo. Amen. Amen. Sasa ibada yenye matokeo tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari ule wa 8. Nitaanza mstari wa 8 kwa ajili ya kuweza kwenye kufafanua vizuri. Mstari wa 8. 19 mstari wa 8. Wa 8 utakuwa ni parefu kidogo. Nianze wa 20 mpaka wa 24. Nitasoma. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Nao hapo walipowaona jamaa ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, na roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli na pia wakatabiri. Naye Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine tena, wao nao wakatabiri. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3 hiyo, nao pia wakatabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, wako na Yosi huko Rama. Basi akaenda na Yosi huko Rama, na roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaenda mbele huku anatabiri mpaka kufika na Yosi huko Rama. Akaenda na yeye mpaka huko na Yosi akawa anatabiri. Sasa ibada yenye matokeo. Ibada yenye matokeo kama nilivyoiongea jana, ibada yenye matokeo sio ibada ya kuabudu. Ibada yenye matokeo ni ibada ile iliyoandaliwa na moyo wa mtu. Sasa tunasoma maandiko kuwa kulikuwa na ibada iliyokuwa inafanyika kwenye kambi ya Yosi. Sasa huyu Sauli alikuwa na lengo la kumtafuta mtu anaitwa Daudi. Sauli ameitafuta roho ya Daudi kutoka kwa muda mrefu. Sasa anaitafuta roho ya Daudi kwa muda mrefu. Daudi anaenda mahali panaitwa kambi ya Yosi. Anaenda kufanya ibada huko Rama kwenye kambi ya Yosi. Anafanya ibada Rama pamoja na Samueli wakiwa wanaendelea na ibada. Kwa kuwa Sauli ni mtu mwenye kuitafuta roho ya Daudi, Sauli anatuma wajumbe waende wakamtafute Daudi. Wanamkuta Daudi kule yuko kwenye kambi ya Rama huko na Yosi. Wanafika wale wajumbe, wanaingia kwenye kutabiri. Ametuma wajumbe wa kwanza wametabiri, ametuma wajumbe wa pili wametabiri, ametuma wajumbe wa tatu nao wametabiri. Akaamua kwenda mwenyewe. Manake ibada iliyokuwa inafanyika pale haikuwa ni ibada ya kawaida. Ibada iliyokuwa inafanyika pale haikuwa ni ibada ya kirahisi. Ibada iliyokuwa inafanyika pale ilikuwa ni ibada yenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ibada yenye matokeo ambayo ilikuwa inafanyika pale kwenye kambi ya Yosi haikuwa ni ibada ya kwenda kizembe. Manake mtu ambaye anatakiwa kwenda kwenye kambi ya Yosi inatakiwa ni mtu ambaye ni mtakatifu. Kwa sababu ile kambi haibebi watu ambao ni wadhaifu, inabeba watu wenye nguvu, inabeba watu ambao wana kitu chenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana.